Sheri pamoja na Bishop na Baba Roma pamoja na madhabahu. Baba Roma na wasalimia kwa jina la Yesu Kristo. Amjambo. Nafurahi sana kuona dada yangu Prophetess Overflow. Tumetembea na yeye safari ngumu sana kama viongozi wa Azimio. Mimi nabii, mimi ni katibu mkuu wa chama cha ODM. Sema tena. Katibu mkuu wa chama cha ODM. Tuko hapa kama kikosi kizima cha Azimio. Sisi wote ni wanaazimio. Kwa hivyo tukiwa hapa tuko familia moja. Anabefu mwelembe. Sasa kumma nyere. Kasi kama nyere. Kwa manga bungani. Sikalika hiyo. Walinde bageni ba kanisa na nano. Menyanga beche babake si alafu sasa ndio na kazi. Sikalika hiyo. Anakaribisha wageni. Sasa tutaenda kwa haraka sana kwa sababu mambo mengi ambayo tunataka kuzungumza pale nje, si ndio? Vijana wewe. Unajua vile watu tunafanya? Kutoka nje tunakutana pale kwa kona, si ndio? Kwa sababu tuko kanisani, nitaomba heshima ya kanisa na hapa ambao tumesimama hapa, si ndio? Kwa hivyo nataka nianze ndugu yangu jina Baba Roma. Wakili kwa hapa anaitwa Ndegwa. Mheshimiwa Ndegwa, tuko kanisani, tutachukua dakika 2 tusalimie watu wa Nairobi, mambo mengine tutazungumza pale nje. Asante sana na karibu. Asante sana. Sio anaingia hapa. Hatuna ujune leo. Kuna ujune. Hakuna kusema tuko mkono wewe. Kutoka pande ya tumekuja hapa kushirikiana na dada yetu Sabori na seneta kiongozi wetu mimi nimesikia yale prophet amesema, yale aliyosema 2019 hayajatendeka. Tunateseka, tuteseki. Tunaabdaktiwa. Prophet alikuwa right, hakuwa right. Yale aliyotabiri yametendeka. Na sisi tunasema hivi, tumwambie Farao, tumwambie nani? Sisi tumefanya nini? Tumwambie Farao, mwambie Farao, uliona Rijii alisalimiana na Mama Karua, uliona shimano mazuri, na waliniambia nikifika hapa niwaletee salamu zao. Nazipokea. Wako tayari kufanya kazi na kuungana na viongozi wengine katika hii nchi ili tuweze kukomboa hii nchi. Na mwisho, tunaongea maneno ya IEBC. Sasa mahakama imepeana nafasi ya kuiunda ile tume, ile kamati ya kwenda kuwachunguza wale watu ambao watakuwa commissioners. Lakini kuna shida moja, Senator Sifuna. Kuna shida moja, His Excellency. Kuna shida moja wabunge ambao mko hapa. Kuna yule Profesa Adam Alo ambaye kwa sasa yuko katika ile tume akiwakilisha sisi wana Azimio. Lakini vile vile yeye ni advisor wa nani? Wa rais. Katiba na sheria inasema hauwezi ukawa na viti viwili. Ya tatu, ya pili inasema lazima yale appointment yako izingatie katiba. Na ni kusema vipi? Ni kusema kama Adam Alo anakaa katika tume ya kuadvise rais, basi hawezi akawa katika ile tume ya kuwachagua wana commissioners wa IEBC. Hiyo ni shida kubwa sana ya kisheria, kwa sababu endapo atakaa katika ile tume, Bwana Sifuna wewe wakili,
na aweze kuappoint wale commissioners, ataulizwa, je, tutauliza swali, umetimiza katiba katika chapter 6 inakubaliana na wewe ukae katika hiyo tume. Kwa hivyo hii ni maneno ya Kasongo kujaribu kukoroga maneno ya IEBC. Asante sana. Wakili amewasomea sheria, si ndio? Haya, nataka nimuite baba yao. Mheshimiwa Ferdinand Waititi. Mchungaji wetu wa leo Ruto na mheshimiwa pale Pastor Kimandi, pastors wale wengine wote pale juu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Pande hii ya madhabahu, pande nyingine. Bwana asifiwe. Tuko hapa na former vice president wetu mheshimiwa Steve, si ndio? Na mheshimiwa senator, super senator wa Nairobi. Tunamheshimu sana Bwana Sifuna. Hapo roho juu, si ndio? Si tunaona yeye sio mwoga. Sasa mimi mnajua mimi ni baba yao, si ndio? Mimi sio wa Azimio. Mimi ni wale walikuwa wa UDA. Sisi ndio tulichagua hii serikali inaangamisha watu. Mimi nilikuwa pale mbele tukifanya kampeni, si ndio? Na vijana walidanganywa, si kweli? Wamama wakadanganywa, hapo namna gani? Watu wa bodaboda si walidanganywa? Hata walimu si walidanganywa? Madaktari si unakumbuka pia walidanganywa? Hata wachungaji hao unaona hapa si walidanganywa? Hii ni serikali ambayo tulichagua, serikali ya uongo. Kazi yake ni kudanganya kila mtu. Si tunaelewana hiyo? Ile kitu nataka niwaambie. Sisi wale wengi saa hii ambayo wako upinzani tunaongozwa na sio mwingine, ni mheshimiwa Dr. Stephen Kalonzo. Saa aliona serikali imeanza kwenda vibaya, yeye ndiye alisimama na wananchi. Na kutoka siku ile alisimama na wananchi, wengi wameungana na yeye. Si kweli? Na sisi tunajua, tukiona mheshimiwa Kalonzo Musyoka, sisi nakumbuka mheshimiwa Kibaki ambaye ndiye alileta masomo ya bure nchi hii. Na walikuwa wanaongoza na nani? Walikuwa wanaongoza na mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka. Na vile tumeona uongozi wa rais sio kitu ya mchezo. Vile tunakumbuka uongozi ile umekuwa ukifaulu nchi hii ya Kibaki. Kibaki alichukua uongozi akiwa mzee. Sasa vile sisi tunasema yule mtu wako na experience Kenya hii ya uongozi. Mheshimiwa Kalonzo amekuwa mjumbe miaka 28. Amekuwa waziri mara 5. Amekuwa vice president ya Kibaki. Wakaleta masomo ya bure na maendeleo. Sisi hapa tunataka kubahatisha tena. Sisi tuliweka Ruto hapo na akili mingi, lakini akishika kiti ya rais amechanganyikiwa. Hata hivi unaona. Mwinyi umeona mambo yote ni patapotea. Ukiangalia maneno ya masomo katika university, saa hii watoto wetu wanaumia. Katika mahospitali ameleta shilingi na shaa hapo katikati. Watu wanaumia kwa hospitali. Tunaona watuoni. Kila kitu imeenda chini. Watu wenye biashara saa hii wote wanalia huko Nyamakeni na Kenya mzima. Kwa hivyo sasa niwaambie wananchi hapa Dagoretti. Mimi nimelichaguliwa kutoka kansula huko Embakasi, nikawa mpaka mjumbe, nilikuwa deputy mayor wa Nairobi. Mnakumbuka? Nikaruka ng'ambo ile nikawa mpaka lini? Mjumbe na nikawa governor, si ndio? Na mimi ndio nilishindana na Kidero hapa Nairobi. Na nilishinda na kula kidogo. Kwa hivyo mimi nataka niwaambie kutoka experience yangu. Sio mwingine 2027 ni mheshimiwa Dr. Stephen Kalonzo. Na mimi nitakuja tena. Mimi nilipoteza kiti ya gavana nikashindwa. Hii wakati mimi nakuja tena kwa kiwanja. Tuonane na wale watakuwa. Tunaelewana?
Awadhe na yeye awasalimie. Hamjambo. God is good. Kwa apostle wetu tunakushukuru, bishop tunakushukuru. Sina nena mengi, lakini ni vizuri kusalimiana. Abantu bose, mlembe mno. Haya, sitaendelea zaidi. Yangu ni fupi sana. Tumekuja hapa kanisani. Baada ya kanisa tutazungumzia pale. Inaitwa 56. 56 kwa kona, sio? Baada hapo tuzungumzie hapo. Leo hatazungumza mengi. Bishop, tunakushukuru. Tumeona message yako vile ulisema tarehe 10 mwezi wa Novemba 2024 ulitabiri, na kwa vile ulitabiri hapa ndani ya madhabahu, hapa ndani ya kanisa, utarudia. Ulitabiri ya kwamba the 6th ambaye atakayekuwa yuko ndani ya kanisa hii. Tumeona umeandika jina lake hapo hivyo. Apostle, mimi nakushukuru kwa kusimama na sisi na kutabiri leo. Yale mengine ya taxes tazungumza pale mbele, especially hii railway tax. Mimi nitawaeleza pale nje. Ilipozinduliwa mliona kile kilifanyika within 24 hours. Bei za vitu zilipanda. Kwa hayo mengi kwa kanisa, Mungu awabariki. Tutapanda pale juu sisi sote vijana. Asante, Mungu awabariki. Asante sana. Nabii, niko na mwenzangu ambaye ni senator. Mheshimiwa Dan Maanzo yuko hapa na yeye awasalimie. Tuko karibu kufunga hicho kipindi. Mheshimiwa,